Mr. President William Samoei Ruto, rais wetu hapa Kenya. Nimerudi kwako tena, na ikiwa utapuuza hii sauti yangu ama hii maneno yangu, sio mimi nanena bali ni Roho wa Mungu ananena. Zile ndege ambazo uliziona status, sio ndege ambazo zimetokana na uchawi ama mtu yoyote vile nasikia watu wakisema mara zimetumwa kutoka Ukambani. No, zile ndege ziko na maana kubwa sana spiritual. Ikiwa wale mabishopu wako ama wale manabii, wale marafiki zako, mapastors hawatakueleza, basi chukua hatua wewe mwenyewe. Piga magoti, muulize Mungu, ni nini ambacho ulikuwa unaniambia? Ni nini ambacho ulikuwa unanionyesha kupitia wale ndege? Hizo si vile zilipigiwa risasi zikaenda, si za kufukuzwa na mlio wa risasi. Na acha nikwambie, rais wetu wa Kenya William Samoei Ruto, hakuna siku roho itapigwa risasi ama itashituliwa na sauti ya risasi. Roho wa Mungu ama roho wa giza haonekani na macho za kimwili, na anaweza kukuletea faida ama madhara makubwa sana. Kama sio faida, ni hasara kubwa sana, na hata wakati mwingine inapelekea faida kubwa ama hasara kubwa ama mauti ama uzima. Nataka nikusomee maandiko tu, lakini sikia sauti yangu rais, na utasaidika palipa kubwa sana. Mimi ni mteule pastor wa vijana. Juzi nimetabiri pikipiki ilikuwa Ukambani, tukaenda tukaifikia. Na nimetabiria watu wengi sana, na nimeona nguvu za Mungu vile zinafanya kazi. Na hakuna siku ndacheza na Roho wa Mungu. Ikiwa sauti haijakuja kwangu siwezi kueleza. Lakini hii sauti huenda sitakwambia tena. Watu walio karibu na rais, ama wewe rais, kama utaona hii video, geukia Mungu, muulize zile ndege zilikuwa zikimaanisha nini. Ama wale mapastors, manabii mko karibu na yeye, muelezeni rais wetu William Samoei Ruto. Hili sio jambo la kuchukulia hivi hivi, na sio jambo la kawaida. Huenda liwe ni faida ama ni hasara kubwa sana kwako. Sikiza maandiko hapa. Yona 3 mstari wa 1. Tunasoma mpaka mstari wa 10. Maandiko yanasema ya kwamba neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayo kuamuru. Basi Bwana alivyo nena, basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1. Akapasa sauti akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Mstari wa 7. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe. Mstari wa 8. Basi na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke kila mtu akaiache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Mstari wa 9. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka
na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe. Nitakusomea tena mstari wa 9 tafadhali. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Sikiza vizuri sana mstari huu wa 10. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Sikiza, Mungu alipotazama akaona watu wa Ninawi ndio walikuwa watenda dhambi, walikuwa wamemwasi Mungu sana. Lakini Mungu alipotazama akaona wale watu wamegeuka, wameingia kwa maombi, wamelilia Mungu, wameomba msamaha. Basi hakuna mtu yeyote hata yeona aliyetumwa kuwaeleza. Alijua wataangamia baada ya siku 40, bali hakujua kwamba watasamehewa. Lakini Mungu akawasamehea. Mr. Rais William Samoei Ruto, today nimetumwa kwako ni kueleza hili jambo. Ikiwa hakuna nabii atakaye kueleza, basi geuka wewe mwenyewe. Mulilie Mungu wako, muulize ni nini hizi ndege zilikuwa zinamaanisha. Mimi ni mteule pastor wa vijana. Guys, search YouTube mteule pastor wa vijana. Follow me Facebook mteule pastor wa vijana. Na Mungu awabariki sana na awatie nguvu in Jesus name.